Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu ni mkuu na ni Mungu anaweza. Wiki iliyopita ya kujijua wewe ni nani katika Kristo. Tulikuwa tunasoma kwamba tumesoma kitabu cha Isaya mlango wa 49 kuanzia pale mstari wa 25 na 26, na tukaona ya kwamba nguvu za Mungu, vile Mungu alipigana na maadui, ama vile Mungu anapigana na maadui. Ukiwa umejielewa wewe ni nani, hata maadui wainuke kwa njia gani, Mungu anapigana nao. Na tunaona ya kwamba hata kama ni wafalme, au wafalme ndio watakuwa wafanyi kazi wetu. Katika hicho kitabu cha Isaya 40 na wanajeshi wao, Mungu anatukomboa pale. Alafu jambo ambalo lilikuwa linanguza moyo wangu sana katika hicho kitabu cha Isaya 49 mstari ule wake wa 26 ni ya kwamba ati Mungu atawafanya wale ambao wanaokuinukia wale nyama zao wenyewe na walewe kwa kuinywa damu yao wenyewe. Mungu anapigana vita zetu, na ndiposa hatufai kuwa na wasiwasi ama na uoga katika maisha yetu. Tunafaa tujielewe. Siku ya leo ningelipenda tuangalie jambo tofauti, maandiko tofauti kuhusu kujijua na kujielewa sisi ni akina nani, wakati ambao umeokoka, wakati ambao wewe ni muamini, unamjua Yesu Kristo. Nataka tusome katika kitabu cha Yeremia 51. Jeremiah 50 onwards. Jeremiah mlango wa kuanzia mstari wa 20. 20 inasema hivi kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza inasema hivi. Jeremiah chapter 51 verse: Thou art my battle axe and weapon, for with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms. Nisome kwa Kiswahili huo mstari. Jeremiah 51 mstari wa 20. Wewe rungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitawavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu wafalme. Ili neno linatuelezea sisi ni akina nani. Kumbe sisi ni rungu ya Mungu. Sisi ni silaha mikononi mwa Mungu. Mungu ametufanya kuwa silaha mikononi. Mungu ametufanya kuwa silaha mikononi mwake. Kupitia kwetu Mungu anatutumia kupiga mataifa. Mungu anapiga falme. Wakati wote mataifa inaongelelewa, inamaanisha maadui wale ambao tunajua, wawe ni wachawi, wawe ni washirikina, wawe ni waganga, wawe ni upepo ama majini, watu wanaotumia irisi, watu wanaotumia juju, watu wanaotumia mapepo, watu ambao wanajua kuachilia spell, nena maneno ya uchawi, na wewe yale maneno yanaanza. Mungu anatuambia ya kwamba mimi ama wewe ni rungu mikononi mwangu, wewe ni silaha za vita. Ati wewe vile unavyojiona wewe ambao unamwamini Yesu Kristo, kumbe wewe ni silaha. Na ndiposa unaona ya kwamba wale tumeokoka, tumejazwa na roho na msimamo, wachawi, washirikina wakikuona wanatorokea mbali. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wakikuona wanaona silaha ya Mungu. Wakikuona wanaona moto wa Mungu. Wakikuona wanaona tisho, maana Mungu anakufanya kuwa tisho. Neno linasema hapo katika hicho kitabu cha Yeremia 51 mstari wa 20, ati wewe rungu yangu, wewe ni rungu ya Mungu, wewe silaha na kupitia kwako. Maanake Mungu anamaanisha kupitia sisi ya mataifa, isambaratisha maadui,
wa wale wanaosimama na neno la Mungu, kupigana na watu wa Mungu, Mungu atakuwa silaha zake. Na Biblia ya Kiingereza ina, tunajua kazi ya shoka ni kuangusha miti ile mikubwa. Kwa hivyo Mungu anakutumia wewe, ni silaha. Na anasema ya kwamba kupitia kwako atapiga mataifa na atapiga falme. Asemi ufalme, falme, kumaanisha falme nyingi, falme za washirikina atasisambaratisha kupitia wewe. Falme za wachawi na waganga atasisambaratisha kupitia sisi. Ni vizuri tujielewe sisi ni akina nani. Wakati tunatembea hivi, sisi ni silaha. Wakati ambavyo tunaachilia maneno, sisi ni silaha. Mungu anatutumia kwa vitengo vya juu. Na ndiposa nilisema yale maandiko ambayo yameandikwa yanasema hivi: Mungu anabadilisha malaika wake kuwa roho na watumishi wake kuwa moto. Sisi ni hatari. Wakati unatembea hivi, unafaa kujielewa wewe ni hatari. Wewe ni moto. Wewe ni rungu ya Mungu. Wewe ni silaha ya Mungu. Pahali ambako unaenda lazima wachawi watatikisika. Pahali ambao unaenda lazima waganga watatikisika. Why? Maana wakikuona wameona silaha ya Mungu imekuja. Kuna wakati moja ili happen hivi. Tumishi wa Mungu Elisha akawa amejulikana na maadui wale wa Filisti. Wakajiuliza, kwa nini kila wakati tukienda vita kupigana na Waisraeli tunapata wanatungojea? Nani anawaambianga? Nani anafanyanga wajue ya kwamba sisi tunakuja kuwapiga vita? Wakaulizana yale maswali, wakaambiwa na mtu mmoja, kule kuna nabii wa Mungu, na yule nabii wa Mungu ndiye huwa anaona wakati mnakuja, anaelezea kuna maadui wanakuja, kwa hivyo mnapata mmengojewa. Wakasema huyo nabii ndio tutaonana na yeye. Hawakujua ya kwamba wakati wanainuka wamezoea kupigana na wanadamu wenyewe. Saa hii wakati ambao wanasema wanainuka kupigana wakakamate nabii wa Mungu, wanaenda kupigana na silaha yenyewe ya Mungu. Maandiko inasema ya kwamba wale maadui ndio hao wakaenda wanajeshi. Kumbuka hawa sio watu wa kawaida, ni watu wako na ustadi katika vita, ni watu wako na skills za kupigana, ni watu wanajua kutumia silaha vizuri, ni watu wana masomo ya kivita. Lakini neno la Mungu linasema wakati walipokaribia, yule mjakazi ambaye ni wa mtumishi wa Mungu nabii akakimbia kwa nabii Elisha, akamwambia ya kwamba mtumishi wa Mungu tumeisha. Akaulizwa ni kwa nini? Akasema wanajeshi wa maadui ndio hao wamekuja, wametuzingira. Nabii wa Mungu akamwambia huyu kijana, akamwambia wewe funguka macho uone wale wanajeshi wako upande wetu. Ndio umeona upande wa maadui, lakini funguka macho uone wale wanajeshi wako upande wetu. Maana wale wako upande wetu ndio wengi kuliko wale wako upande wa maadui. Funguka macho. Maandiko inasema ya kwamba wa vita na vita ikishuka ikimzingira nabii. Ni sisi ni akina nani? Hatuko peke yetu. Tumezingirwa na magari ya vita ambayo inawaka moto, magari ya moto ambayo ni ya mbinguni. Tumezingirwa na farasi wa vita wa mbinguni. Tumezingirwa na wingu la utukufu wa Mungu na uweza wa Mungu. Kuna malaika ambao ni wanavita, wa kupigana vita, ni wanajeshi, wametuzingira. Tunaye malaika Mikaeli anaongoza, ambaye ni komanda wa vita ya mbinguni, ni komanda wa wanajeshi, ako mahala pale. Lakini kwa haya macho ya nyama hauwezi kuona. Ni vizuri kujielewa wewe ambao na wewe ni nani. Kujielewa wewe ni nani, ujue katika Kristo. Maandiko inasema ya kwamba wakati ambao huyu kijana alifunguka macho, akaona magari ya moto yakishuka toka juu mbinguni na farasi wa vita.
na waendeshaji hao farasi. Akaona moto mkubwa umemzingira mtumishi wa Mungu nabii Elisha. Ndiye akajua kumbe sio mchezo. Elisha tu akafanya kitu simbo, akasema na wapiga na upofu. Wale wanajeshi wote wakawa ni kama vipofu. Ni vipofu katika ulingo wa rohoni, lakini wao wanaona vizuri. Wakakuja wakamwambia, tunatafuta nabii wa Mungu anaitwa Elisha. Wakamwambia, na ni yeye wanaongea na yeye. Akamwambia, John ni waonyeshe. Na akaenda na wao mpaka kwenye kambi kule kwenye ikulu. Wakazingirwa na wanajeshi wa Israeli. Akasema, fungukeni macho. Wakati walifunguliwa macho, wakapata wameshazingirwa na wanajeshi wa Waisraeli. Mfalme akauliza mtumishi wa Mungu, hawa tuwafanyie namna gani sasa? Nabii wa Mungu akasema ya kwamba msiwadhuru kwa jambo lolote, wapeeni chakula wakule na maji wakunywe, na muachilie warudi kwao. Wale hawangedhubutu tena kucheza na mtumishi wa Mungu, maana nabii Elisha alijielewa yeye ni nani. Na wewe ni vizuri kujielewa wewe ni nani. Wewe ni rungu ya Mungu. Maandiko hapo tumesoma Yeremia 51 mstari wa 20, inasema wewe u rungu yangu, wewe ni silaha yangu ya vita, na kupitia kwako nitapiga mataifa na nitapiga falme. Wakati tunaongea kuhusu falme, tunaongea falme za kishetani. Kuna falme nyingi za kiushetani ambazo hazionekani na haya macho ya kimwanadamu. Na that's why unapata ya kwamba kuna mtu unakaa naye na kumbi ndio mfalme wa giza. Mwingine unakaa naye kumbi ni malikia wa kuzimu, ameshafanywa malikia. Lakini katika ulingo huu wa kimwanadamu wa kawaida, wewe unamuona tu mtu wa kawaida. Akikuambia ako na magari, ako na V8, ako na Lexus, ako na manyumba ambayo amepewa, lakini hiyo manyumba haionekani na haya macho ya mwanadamu. Na yeye anaonanga ya kwamba yeye amefanywa kuwa takini hai katika dunia hii tuko. Hizo falme za kishetani ambazo zinavuzangiza, ambayo haionekani na haya macho ya mwanadamu, basi wewe kuwa rungu na Mungu wetu kupiga hizo falme. Iwe ni falme zinaofanya kazi kule baharini ama chini ya bahari. Sisi Mungu ametufanya kuwa silaha. Tunapotokea lazima wasambaratike. Mungu anatutumia kusambaratisha hizo falme zao. Usiku wakati ulipokuwa tukiomba na familia, tukiomba katikati ya maombi, Mungu alinisaidia niongoze maombi. Nikasikia sauti inaniambia niambie kila mtu aombe, na nyumba yote kila mtu akawakisha moto. Na wakati ulipokuwa tukiomba, Mungu akanikumbusha maono niliona hapo siku zimepita, na nimeandika hata kwa hii kitabu. Nikakumbuka kuna siku niliona joka fulani ambaye ni nyoka mkubwa sana chatu. Nikachukua hivi yule nyoka, nikamzungusha, nikamgongesha chini akakufa. Nikaona yule mwingine alikuwa mkubwa, ni kama mama yake, joka mkubwa sana chatu. Naye nikamkimbiza, nikamshika, nikapata yule ni mrefu sana, nikimzungusha hivi anangonga kuta huko mbali. Sasa nikashindwa vile nitamkonganisha vizuri. Kumwachilia akawa ni kama akona kizuishi, kizungu ule nyoka. Akakimbia akaingia kwa shimo na akainua kichwa hivyo aone ni nani huyo alikuwa anataka kumuua. Nikatoka katika yale maono. Baada ya siku kama 3 tena nikaona tena maono, nikipita pahali katika mashamba fulani, nikiwa na watu kwa barabara imepitia katikati ya mashamba, nikaona yule nyoka yule ambaye sikuua, naye nikamkamata. Hapo nikaweza kumzungusha, nikamgonganisha chini, nikamuua. Na alikuwa ni njoka mkubwa sana. Wakati nilimgonganisha nikamuua, nikaona wale ambao nilikuwa naona wakakuja na panga wanamkata, na mimi nawaambia kwamba ungechukua video, kwanza vyenye tumeua huyu nyoka, maana huyu nyoka ni yule mwenye sikuweza kumuua ile siku nyingine, na yule nyoka akafa hivyo. Nikatoka katika hiyo maono, nikaambia
kanisa na tukaomba. Baada ni moja, nikaona ya kwamba nimeitwa katika stadium kuhubiri. Na katika ile stadium ambayo niliitwa, nilipofika pale katika ile stadium, macho yangu ya kiroho ikafunguka kubwa. Na sasa yule ambaye nilimuona alikuwa mkubwa, hata huwezi linganisha na wale niliua. Maana ule Jok Stadium amepita katika mataifa yote ya Afrika, Amerika na wapi. Nikita kuna watumishi wa Mungu wamebeba petroli na wakisha wakichoma yule nyoka, na petroli yangu na moto nikatupia yule nyoka petroli nikawakisha. Nilikuwa naona tunaomba, lakini yule nyoka alikuwa mnene kiasi yako hapa Kenya na mpaka hako hapa. Ni vile niliona kinji zingine, kuna watu nilikuwa ninaona pia na wao wanawakisha moto. Kaona vyenye tumbo yake inateketeza, inaboka. Kuna watu walikuwa wanatoka pale, kumbe yule nyoka alikuwa mamilioni ya watu. The moto uliwakisha moto, ndiposa niliona watu wakitoka katika ile tumbo ya yule nyoka. Mungu akanikumbusha hiyo katika maombi ya usiku. Nikaambia Mungu, sawa, kuna kitu nimekumbuka. Hii vita lazima tupigane. Mungu ni sisi anatutumia. Unaona kuna njoka imemesa watu wengi. Ili wale watu wakafunguliwe. Ile joka ilimesa hawa watu. Hiyo ni joka ya umaskini, joka ya magonjwa, joka ya lesbians, joka ya kila aina yoyote. Mungu ametutuma ili hao watu wakafunguliwe. Iwe ni joka ya uchawi ama ushirikina, imemeza watu, imemeza wale watoto wetu. Lazima tuwakishe moto na tuelewe sisi ni akina nani. Sisi ni silaha ya Mungu, sisi ni rungu ya Mungu, kama vile kitabu cha Yeremia 51 mstari wa 20 imetuambia sisi ni rungu ya Mungu, sisi ni silaha za Mungu, na kupitia kwetu Mungu atayapiga mataifa, atapiga falme, hizo falme za nyoka, serpentine spirits, marine spirits, all evil spirits, tutaziangamiza kupitia uweza wa jina la Yesu Kristo, jina lililo juu ya majina yote. Wewe ni vizuri ujielewe wewe ni nani, maana hizi falme zitainuka kinyume chako, na hata wakiinuka, jua Mungu yuko upande wako. God is going to fight your battles. God is going to fight against those who fight against you. God is going to curse those who curse you. He is going to rise up against those who rise up against you. Mungu, hayo maandiko ukiendelea kusoma hapo katika kitabu hicho cha Yeremia 51, ukisoma 21, 22 kuteremka, kwa ikisema ya kwamba kupitia kwako nitapiga farasi na mwendeshaji farasi. Kumbi kuna washirikina, kuna wapinga Kristo, kuna waabudu shetani, wanatumia farasi wengine, wanawatembelea kufanya kazi za kiushetani, wanainuka kupigana nasi vita. Lakini Mungu, maana ametufanya kuwa silaha mikononi mwake, ametufanya kuwa rungu yake, anapiga farasi na mwendeshaji farasi, anapiga mchungaji pamoja na kondoo zake, anapiga wanajeshi pamoja na silaha zao. Mungu anatutumia. Wewe ni vizuri ujielewe wewe ni nani. Pali ambao uko unawakilisha mbingu, unawakilisha mbingu pali ambao uko, maana wewe ni silaha ya Mungu. Nataka niseme namna gani? Ni vizuri ujielewe, wachana na uoga. Kila wakati shetani ukimshinda anakuanga amejiandaa ili akuje tena. Lakini jambo ambalo linalonifurahisha ni ya kwamba Mungu anatupea uweza, Mungu anatupea nguvu, Mungu wetu anatutetea. Hata kama namna gani, tunaye damu ya Yesu Kristo ambayo inatiririka juu ya maisha yetu, na neno la Mungu linasema ya kwamba damu ya Yesu Kristo inenayo mema kuliko damu ya Abeli. There is power in the blood of Jesus Christ. There is power in the name of Jesus Christ. There is power in the Holy Spirit. Ukiwa na Roho Mtakatifu kuna nguvu ambazo zinatembea nawe. Ukiwa na damu ya Yesu Kristo kuna nguvu zinatembea na wewe. Ukiwa na jina la Yesu Kristo wewe umepewa mamlaka kukanyanga juu ya nyoka na inge. Sisi tumepewa mamlaka na nguvu
kukanyanga juu ya nyoka na inge, au nyoka wanaoinuka, au nyoka wa kuzimu. Nafurahi kwa sababu kuna maenjeni wa kuzimu walikamatwa juzi. Mfalme wa kuzimu ambaye alisema yeye ndiye amekuwa kitawala Kenya yote, Malkia wa kuzimu ambaye alisema ni malkia wa lesbians, alikuwa ametumwa hapa Limuru akuje kufanya mission ikabounce, na ninatangaza hakuna wakati mission zao zitafaulu katika jina la Yesu Kristo. Na wakati walipokuwa kitumwa, wakawa wanaongea kuhusu nyoka, vile wanajibandilisha kuwa nyoka na mambo kama yale, nikakumbuka yale maono Mungu alinionyesha, na saa hii natangaza kwa jina la Yesu Kristo, nyoka zote za kuzimu wangiza hapa Afrika na katika bara zote za ulimwengu, kila kona, kila pembe zinasambaratika, maana sisi tumepewa nguvu na mamlaka kukanyanga juu ya nyoka na inge, tunawakanyangia chini. Imeandikwa hakuna silaha ile tu itakao faulu. There is no weapon forged against us. 54 verse 7. There is no weapon forged against us shall prevail. Hakuna silaha iliyoandaliwa kinyume chetu itakayofanikiwa. Alafu inasema ya kwamba and you shall refute every tongue that shall rise against you even to the day of judgment. Ati utaukemea, utahukumu kila ulimi utakao nena kinyume chako hadi siku ya hukumu. Maana huu ndio urithi wa watumishi wa Mungu. Hakuna silaha ambayo imeandaliwa kinyume chetu itakayofanikiwa. Ni vizuri kujua ya kwamba hakuna silaha iliyoandaliwa kinyume chako itakayofanikiwa. Maandiko inasema hakuna chochote kitakacho kudhuru kwa njia yoyote. Hivyo ujue ya kwamba wewe ni ule, ama wewe ni baina ya wale watu ambao hata watengeneze nini hakita kudhuru, hata wapange jama gani haita kudhuru. Natangaza uko salama leo. Natangaza kuanzia saa hii, jielewe. Mungu afungue akili yako, hekima yako, moyo wako, roho yako, ujielewe. Maandiko inasema wewe sio maskini, wewe ni tajiri, wewe sio mnyonge, wewe ni mwenye nguvu. You are blessed, you are highly favored. Kataa kuwa mtu wa kudunishwa. Wewe uko na Mungu mkuu. Katika kitabu cha John, kisoma kitabu cha 1 John chapter 3 verse 8, inasema ya kwamba and because of this reason the Son of God Jesus Christ was manifested to undo all works of the devil. If you go to chapter 4 na chapter 5, utapata katika mstari wake wa 7 na wa 8, utapata ya kwamba inasema ya kwamba whoever is in us is more powerful than the one in the world. Alafu ile ingine inasema ya kwamba yeye aliyezaliwa na Mungu, whoever is born of God shall overcome the world. Sisi tuko na nguvu za kuovercome, maana tunaye Mungu mkuu. Sio kwa sababu ya uweza wetu na akili zetu, ni kwa sababu ya yule tuliye naye, yule aliye ndani yetu ambaye ni Yesu Kristo. Uko hapo unamwamini Bwana Yesu, uko hapo unamwamini Bwana Yesu, jielewe kwa ni nani. Na kama uko hapo na hujaokoka, ningekuomba ya kwamba leo uweze kumpokea Bwana Yesu. Bwana Yesu ni msaada na ni nguvu. Leo unasema nimeokoka na nikarudi nyuma, ni wakati wako wa kumrudia Yesu Kristo. Wewe ambao uko hapo na hujaokoka, ni wakati wako kuokoka. Nyosha tumilie hili ombi baada yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako ningu na makosa, nifanye upya leo kupitia damu. Futa majina yangu uzimu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Shetani na mapepo na nguvu za giza nimewakataa. Navunja maagano yenu na madhabahu yenu kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo mimi ni wa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu nijaze upya. Nena nami kuanzia leo. Navunja kila madhabahu na maagano yote ya kishetani katika maisha yangu. Mimi ni wa Yesu Kristo milele na milele. Yesu, nitakutumikia milele na milele. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu nimeamini na nimeokoka. Amen. Kama umeomba ombi kama hilo, jua ya kwamba umempokea Bwana Yesu, umeokoka. Tafuta kanisa linaloabudiwa na kweli, katika roho na kweli.
na Mungu atakubariki sana. Na kama una uwezo wa kufika hapa Limuru, kanisa letu linaitwa Champions of Christ Church International, karibu sana. Unaweza kututafuta kupitia hizo namba unaona chini ya runinga yako, na Mungu atakubariki sana. Wewe ambao unaumwa, wewe ni mgonjwa, wewe unapitia shida, ningependa tuombe na wewe. Kama unaumwa, wewe ni mgonjwa, naomba unguze mahali pana kuuma na Mungu atakuponya kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia miujiza saa hii. Funga macho yako tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na achilia uweza wako na nguvu na mamlaka, watu kujijua wao ni akina nani na kujielewa katika maisha yao, kila kona, kila pembe za nchi. Wale wanaotutazama kupitia YouTube, wale wanatutazama kupitia runinga zao, wale wanatutazama kupitia Facebook na katika media yoyote, pahali walipo katika taifa letu la Kenya, Afrika ama Amerika ama kule Asia na maeneo tofauti, ipo Dubai, Qatar, na achilia nguvu zako